Na sikiliza ndugu yangu. Hapana, naomba unisikilize. Huu ni mfano mmoja tu nitakupa, ili kila siku uweze kuamini kuwa watu walio katika ajira ama watu walioajiriwa kwa biashara za watu wengine hawana dhamani kubwa sana katika hili taifa letu la Kenya. Watu ni wabinafsi, wana ubinafsi sana. Watu ambao wameajiriwa wanajipenda wao wenyewe. Nikuuliza kwa nini? Leo utaingia katika benki, kuna wale wa benki manager nini. Utaingia katika hospitali, kuna madaktari. Utaingia sehemu tofauti, watu wameajiriwa katika sehemu mingi tofauti. Unajua kwa nini nasema watu wanakuanga na ubinafsi? Sijui kama ni ubinafsi ama hawana akili ya maendeleo ama ni nini. Wale watu hujipenda, pesa yao wanalipwa ile mishahara, pesa yao wanaweka kwa benki. Wale wengi hawana maendeleo ya kuzalisha ama kukuza jamii kwa kuwa wabunifu, kuleta biashara tofauti tofauti. Wao wanaendelea kutegemea ile mishahara yao. Unakuta kwa mfano leo mtu ameajiriwa. Sisemi kuajiriwa ni vibaya. Hapana, hata mimi nimeajiriwa. Sisemi ni vibaya. Lakini tumia ule mshahara wako kusaidia watu wengine. Na kusaidia watu ni kukuja na plans za kuanzia biashara ili uweze kuajiri watu wengine. Sasa huu mfano upo hapa. Watu wengi wenye wameajiriwa, utakuta mtu ako na gari, ako comfortable kabisa, pesa inaingia kwa banki, yeye na familia yake wanakula, wako sawa, watoto wake wanasoma shule mzuri, lakini hakuna kitu cha maana anachokifanya, kwa sababu ile pesa yake haitumii kusaidia watu. Kusaidia watu ni kufungua biashara, unaajiri watu sehemu tofauti tofauti. Wale watu zile familia zao nao wataweza kusaidika. Wacha nikupe mfano kwa hawa watu wengine. Unakuta mtu jamaa ako na pikipiki chake, amenunua pikipiki yake, huanga anabeba mizigo wa abiria. Ukirudi pale kwake ameweka duka, bibi yake anafanya hapa. Ile duka kwa siku kidogo, miaka kidogo, imeajiri watu wengine wawili. Na yule ni mtu wa kawaida tu. Huo ndio utofauti wa kufikiria. Na ndio maana nasemanga, watu walio katika mishahara, wengi wao, sio wote, wenye wameajiriwa, hawana usaidizi kabisa katika hii dunia. Kwa sababu wao wako comfortable. That is a comfort zone. Wanaishi katika maisha yenye yako sawa, wanalipwa, wako na pesa, familia zao zinaendelea vizuri. Lakini je, hakuna kuanzisha vitu mpya ambazo watu wengine wataweza kuzitegemea? Kwa mfano leo tukisema mabosi wenye wamecreate kazi zao, wakae wale wale. Na ndio maana unakuta ajira haipatikani nchini kwetu, na sio nchini Kenya peke yake, bali mataifa tofauti tofauti, kwa sababu watu wao hawana ile ubunifu. Kwa sababu umeajiriwa unakuwa comfortable, hauna ubunifu wa kuanzia biashara yake. Wacha nikupe mfano leo. Unajua mtu yoyote aliyeajiriwa, hata kama unalipwa milioni 1 kwa mwezi, kama zile pesa unaziweka kwa bank hazina faida kama. Unajua kwa leo hii tuseme watu wenye wameajiriwa usimamishwe kazi, hata kama unakulanga mshahara wa 1500 kwa mwezi, huyo mtu atateseka. Mimi nataka kukuambia ukweli, atateseka kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu yeye ule mshahara ukisimamishwa ataendelea kula zile alizohifadhi, na bila shaka zitaisha. Sijui kama unanielewa. Kwa hivyo tukue wabunifu. Kama uko na Mungu amekusaidia unalipwa mshahara mahali, kuwa mbunifu kwa kujaribu kuleta usawa katika jamii kwa kukuja na kazi, kuanzisha kazi, biashara zenye watu wengine pia wanaweza kutegemea wewe. Unaweza ajiri watu pale. Uangalie kuna watu 5, watu 10 wanakula juu yangu. Hiyo ni furaha. Familia zao zinapata mahali pa kukula. Lakini ukiendelea kukaa kwa ile kazi, kama ufikiri mbinu ya kufungua kazi zingine, watu wengine nao wanufaike, wewe utakuwa una ubinafsi.